Mmoja kati ya patient wangu ameniuliza, naomba utufundishe mzunguko wa hedhi ambao unabadilika. Japo nimekuwa nikizungumzia kwenye video zilizopita na masomo ambayo tayari tumeshayafundisha, lakini naomba nirudie hili kwa faida ya watu wote ambao bado wanapata tabu kwenye kuhesabu mzunguko wa hedhi ambao unabadilika. Hello, my name is Ibrahim. Karibu kwenye familia ya Medical Life. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele iliyopo chini ya video ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Medical Life. Kwani huwa tumekuwa tukifanya hivi mara kwa mara kusaidia wanawake wengi ambao wamekuwa wakipitia changamoto za mizunguko yao ya hedhi, hawajui namna gani ya kuhesabu siku salama, namna gani ya kupanga siku za hatari au siku za baraka, na namna gani ya kutumia kalenda kama njia ya kupanga uzazi salama. Nikukaribishe kwenye somo letu la leo. Somo letu la leo litakuwa linahusu jinsi ya kuhesabu mzunguko wa hedhi ambao unabadilika. Kama ni mwanamke ambao una mzunguko wa hedhi ambao hauelewi, leo umeingia siku 26, mwezi unaofuata umeingia siku 28, mwezi unaofuata umeingia siku 30, ni namna gani unaweza kudeal na mzunguko wa sampuli hii ili uendelee kuitumia kalenda yako kama njia ya kupanga uzazi salama. Lakini kama haupati ujauzito, ni namna gani unaweza kutumia mzunguko wako wa hedhi kuweza kupata ujauzito au kuconceive. Kwanza kabisa, kama ni mara yako ya kwanza kuona masomo yetu, na kuomba uwe na notebook ili iweze kukurahisishia kufanya documentation. So far unaweza ukanoti kuanzia hapo ili tuweze kuendelea na somo letu la leo. Kwanza kabisa, kabla tujaenda moja kwa moja kwenye mzunguko wa hedhi ambao unabadilika, nipate kuwakumbusha tu aina za mizunguko ambayo mwanamke anaweza kuwa nayo. Sasa unaweza kuwa na mzunguko fulani wa hedhi kama hautambui hili na ukahisi kwamba labda wewe ni katika wale ambao tunasema mizunguko yao ya hedhi imebadilika. Nikukumbushe au mind you, mzunguko wa hedhi kwa mwanamke unaweza ukawa ni kati ya mizunguko hii ifuatayo. Mfano, mzunguko wa siku 21, 24, 28, 30, 35. Kwa mwanamke ambaye homoni zake za kike ziko sawa sawa, afya yake ya uzazi imekaa vizuri, haijajiexpose sana kwenye mazingira ya stress, kuhama mazingira, na mfano hayo ikiwemo kupata lishe ambayo ni bora, anaweza kuwa na mzunguko wa hedhi kati ya siku 21, siku 24, 28, 30, 35. Endapo tu mzunguko wako wa hedhi utakuwa unajirudia kila mwezi, na kama ikitokea umebadilika, unaweza kubadilika siku 1, 2 au 3. Hii tunasema ni kawaida. Lakini mzunguko wa hedhi ambao tunasema si mzunguko wa kawaida, au ni mzunguko ambao ni irregular menstrual cycle, au mzunguko wa hedhi ambao unabadilika, basi utakuta unabadilika kuanzia siku 7 na kuendelea.